Memwelekeza leo azungumze na Watanzania, azungumze na viongozi wa jimbo lake, wananchi wake, na azungumze na taifa, aeleze ni nini kilitokea, kwa sababu si kweli kwamba Mheshimiwa Nassari hajahudhuria vikao vyote vya bunge, kwa maana na pamoja na kamati zake. Sasa utetezi sio kazi yangu kumtetea. Mimi kazi yangu ni kutetea principle. Kazi yangu ni kutetea logical. Na pale penye logic itumike. Is it necessary? Tugai. Nimevuliwa ubunge kwa kudaiwa kutoshiriki mikutano mitatu ya bunge. Yaani bunge la Septemba, Novemba na Januari na kamati zake. Kitu ambacho hata sasa naamini bado si kweli. Na naamini si kweli kwa sababu nimekuwa nikihudhuria mikutano ya bunge. Na mfano mzuri, nilishiriki shughuli za bunge la mwezi Septemba. Na nikalipa posho za vikao na stahiki zote kama wabunge wengine. Na niko muda sasa kwa siku za usoni, na hususan bunge la mwezi Novemba na bunge la mwezi wa kwanza, ni kweli sikuwepo bungeni, lakini kwa sababu ambazo kila binadamu angeweza kuelewa na kuona uzito wake. Niko muda mrefu sasa kwamba mke wangu amekuwa na complications za kiafya mpaka kupelekea maamuzi ambayo yamechukuliwa na kiti cha Mheshimiwa Spika. Lakini hata kama maamuzi hayatabatilishwa, basi naomba niwahakikishie watu wa Meru kwamba haki yao ya uwakilishi ndani ya bunge, maelfu ya wananchi wa Meru ambao walijipanga kwenye foleni, kwenye jua, kwenye mvua kupiga kura ilikuwa na mwakilishi ndani ya bunge, tutapigania haki yao mahali popote, na kwa kuanzia tunakwenda kwenye vyombo vya sheria kwa maana mahakamani kuitafuta haki yao. Ninakia kwa wabunge wengine wengi ambao wamepitia shida kama ya kwangu huko nyuma, kwa maana ya kufiwa, kupata matatizo ya kuuguza ama kuguliwa. Na wengine hawakumwandikia spika, lakini pia waliwahi kumwandikia spika na hawakupata majibu. Na nimetoa mfano mzuri hapo wa Mheshimiwa Grace Tendega ambaye alimuuguza mumewe, na alipoandikia ofisi ya spika haikumjibu, kwa hivyo aliendelea na kupata tatizo lolote. Sina hakika alipunguza kwa muda gani, lakini barua yake haikuwa kujibiwa kama ambavyo ya kwangu haikujibiwa. Sasa najiuliza kwamba kama haya yote yamefanyika kwa namna hii, bila kusikilizwa, bila kujibiwa barua yangu kwa spika, vile nimeshiriki sehemu ya bunge la mwezi Septemba na kulipa posho zake, najiuliza hivi kweli limefanyika tu kwa sababu ya utaratibu ama kuna kitu kingine nyuma ya pazia? Kikubwa ambacho napenda kusema kwa hatua ya sasa ni kwamba tutakwenda mahakamani kuitafuta haki ya wananchi wa Meru. La mwisho, kumekuwa na speculations zinazungumzwa huko nje nyingi kwamba pengine huyu ameamua kuhama chama kwa staili ya tofauti kama ambavyo wengine wamefanya. Naomba niwahakikishie wananchi wa jimbo langu na Watanzania, bado niko imara na bado natamani na nataka kuendelea kuwatumikia watu kwa podium ama kwa forum ambayo nilikuwa nayo, na nitaendelea kuwa imara namna hiyo. Hakuna kitu kingine, hakuna kilicho nyuma ya pazia kwa upande wangu. Ni ya barua pepe ya kiofisi ya ofisi ya spika, na akaniambia hii ndio email ambayo, hii ndio anwani ambayo spika ataweza kusoma barua yako, kwa maana kwamba ofisi itamfikisha kwake. Kwa niliandika barua email na nikaambatanisha barua ambayo mmeiona pia kisambaa kwenye mitandao ya kijamii, na nitaitoa kwenu na inaonyesha tarehe, na kwa sababu ilitumwa kwa email haiwezi kufojiwa, inaonyesha siku, tarehe na muda ambapo imetumwa kutoka kwenye account yangu ya Gmail kwenda kwenye account ya email ya spika wa bunge Dodoma. Kwa hiyo nilimjulisha spika kuhusu madhila ambayo nilikuwa nayapitia, na nikamjulisha taratibu zote za kiafya. Nani aliyemteka Mohamed Dewji? Nani aliyemteka Roma Mkatoliki? Nani aliyemteka mwandishi Azori Gwanda? Hao wanaosema Tundu Lissu arudi sasa Tanzania, wasubiri kwanza. Wasubiri kwanza. There is work to be done. There is work to be done. There is work to tell the world that our government has departed from our international obligations.
hatuwezi tukasemea Tanzania, kwa sababu ukisemea Tanzania utapotezwa. Tumekuwa serikali ya kupoteza watu. Hatuna tofauti na serikali ya Idi Amin iliyokuwa inapoteza watu. State Research Bureau. Hakukuwa na kitu kinaitwa SRB ya Idi Amin. We become a nation with murder squads. Nani aliyemteka Mohamed Dewji? Nani aliyemteka Roma Mkatoliki? Mbalimbali ambayo watu mbalimbali vile vile hulitumia. Nikakutana na andiko lililotoka katika waraka wa kwanza wa Yohana mlango wa 2. Sijui mnaniruhusu nilisome. Walitoka kwetu lakini hawakuwa wa kwetu. Maana kama wangelikuwa wa kwetu wangalikaa pamoja nasi. Lakini walitoka ili wafunuliwe kwamba sisi si wote walio wa kwetu tuliokuwa nao. Wachadema na wasio wanachadema, Watanzania wote wanaoipenda haki katika taifa hili, hiki sio kipindi cha kuyumba. Hiki ni kipindi cha kuimarika. Muda mfupi nilikuwa napitia maandiko mbalimbali ambayo watu mbalimbali vile vile hulitumia. Nikakutana na andiko lililotoka katika waraka. Ametumia maneno mafupi. Amerudi nyumbani. Na nyumbani ni hapa CCM. Hapo je. Mheshimiwa Lowassa, tunakukaribisha sana. Ni dhamira yako moyoni, umeguswa kutoka moyoni. Sisi tunajua Mheshimiwa Lowassa umerudi nyumbani. Umeteseka vya kutosha. Wengine tulikuwa tunashangaa kwa nini bado huko. Mheshimiwa viongozi wote, majina ya Bwana. Asalamu alaykum. Bwana Yesu asifiwe. Tumsifu Yesu Kristo. Mimi sina mengi ya kusema. Nimerudi nyumbani. Haitoshi. Sisi moyo